Wewe sasa umezidi. Wenu, Na? mambo? Oh, Hivi ulianzaga lini kujishughulisha na hiyo nanilio platform? Hadi kuanza kufikia ile hatua yani unapata pesa. nianza 2023 tarehe 15. Ulianzaje mpaka dukaameni mpaka sasa hivi umekuwa ni gwiji? Nilikuwa sina kazi ya kufanya. Kiukweli kabisa nilikuwa sina kazi ya kufanya na nilikuwa drop chuo. Kwa hiyo nikaanza kufanya hiyo kazi. Na vipi kuhusu kipato ulikopo nacho au kwa tunajaribu tu? Nilikuwa najaribu baada ya kuhangaika na vitu vingi kusaidia fundi nini. Nilikuwa nimekosa huko naona mambo magumu. Nikaanza hiyo biashara. Yaani ulianza tu bila connection yoyote, bila kitu chochote? Nilikuwa naona status za watu. Mara nyingi wanaposti. Na before nilikuwa nimejoin kwenye platform zile za tunasema Ponzi scheme zile za kufa kupotea. Ukiwahi unapata, usipowahi ukichelewa unapigwa. Wale wa mwisho wanapigwa, ndio nilikuwa na join hizo. Nilikuwa nimeshapigwa, nimekata tamaa. Nilikuwa naona status za watu, ndio hapo nikajoin kwa mtu mmoja anaitwa Innocent. Nadhani watu wengi wanamfahamu. Anaitwa Innocent nani sijui pale nimemsahau. Mara nyingi anatumiaga username Mintamani. Na je kuhusu Inomwanya, yani Inomwanya likujaje ni kichwani kwako mpaka ukafikiria kujiita Inomwanya nini? Inomwanya limekuja baada kila wakati nilipokuwa na post content kwenye akaunti zangu za zamani ambazo nilikuwa natumia jina Innocent. Comment nyingi zilikuwa nasema mwanya huo na mwanya huo. Na nikasema hili ndio liwe jina ili nisikomeshe zile comment za ile za mwanya. Kwa mtu akiona mwanya atajua na nisupport tu, nikakubali nikaanza kama ngoja niende nalo. Lakini kwa nini biashara yako hakuna changamoto yoyote uliyopitia? Changamoto ni nyingi, changamoto nyingi sana. Cha kwanza unavyoanza wale watu ambao unakufahamu au unaowafahamu ndugu zako hawakusupport. Kila kitu wanahisi kama wewe ndio mwizi, tapeli au wanaanza wewe umetapeliwa. Baada hapo ukiona bado una komando wanaanza kusema wewe sasa ndio mwizi mwenyewe. Ukiacha hiyo changamoto nyingine ambayo unaikumbana nayo hadi muda huu, hiyo ya ndugu ishapita kwa sababu umefanikiwa, bado wanayaona nazidi kupambana. Mna siku nimekamatwa polisi, nimekamatwa wapi? Lakini changamoto kubwa ambayo nimeipata sasa hivi ni watu ambao nawajoinisha kwenye biashara. Yaani watu wanaoniamini kwenye biashara, wengi ni wavivu, hataki kujifunza, anataka mafanikio hapo hapo. Sasa yani ulifikishaje taarifa wazazi kuwa baba nimejiunga na hii platform nini, na wakakuelewa na wakakuruhusu mwanangu endelea nini, au kupatia hiyo nini changamoto yoyote? Kimsingi sijawahi ruhusiwa. Sijawahi pewa ruhusa kwamba ifanye. Hapana, sijawahi pewa ruhusa, ila vile hali ngumu ambayo nyumbani wanapitia itabidi tukubaliane nacho mwanao anachofanya. Ile kuna hali fulani hivi ngumu aweze kusupport. Akikwambia usifanye, anakupa hela. Hapana, anakuta hana hela ile ya kutosha wewe ambao unahitaji. Kwa yale mahitaji yanavyokuwa mengi, lazima wakuache ufanye vile vitu ambavyo vinakuingizia faida. Lakini before mzazi wangu alikuwa hataki nifanye biashara ya aina yoyote kwa sababu alikuwa naamini kwamba nikianza kuchanganya masomo na shule na nini na hela nitapoteza. Hicho tu. Na ulisema kuwa ulikuwa unafanya kazi ya saidia fundi. Kule hivi ulipata changamoto gani mpaka hadi ukaona ujihusishe na business za mtandaoni? Changamoto kubwa ambayo nilikuwa nakutana nayo ni kwamba kula hamna changamoto kimsingi, lakini faida ni ndogo sana, na pia ni kazi ambayo inatumia nguvu sana. Nguvu kubwa, unaanza asubuhi na pia ikuruhusu kufanya mambo yako yoyote yale. Yaani ukiwa kusaidia fundi ni wewe na kazi. Mfano mpo kujenga tofali hizi, labda za block au za tope, kwa huku kwetu Mbeya wanajenga na tope. Muda wote nitakiwa ni wewe unakanda tope unampelekea fundi. Wakati umekanda tope, huo muda inatakiwa msogezee tofali. Inatakiwa usogeze tofali. Kwa hiyo huna muda ule wa kupumzika kwamba ngoja nipumzike nifanye hiki kitu. Hiki kitu nikichukulie serious au nigawe muda kwa sababu malipo haya ni madogo, nigawe muda mwingine nifanye hiki. Hauwezi. Bado faida ndogo. Kwa siku naweza kulipwa, ukilipwa hela kubwa sana. Kwa mimi hela kubwa sana ambayo nilikuwa nalipwa kwa siku, nikilipwa hela kubwa ni 8,000 mpaka 10,000. Hiyo ndio hela ilikuwa inakuwa kubwa. Lakini vinginevyo hela zilikuwa zinakuwa 8,000, 7,000, muda mwingine 6,000. Kazi mkitoka saa 7 unapewa 6,000. Poa. Ni shapoa, hizo ni changamoto, na pia na watu, kuna watu ndo wanakula hapo. Siwezi kusema ni kazi mbaya. Kuna watu ambao wanafanya hizo na wanafanikiwa vile vile. Sijajua kwa wenyewe zinawatosha au la, ila kwangu mimi zilikuwa zinitoshi. Kwa hapo kwenye kusaidia fundi ulikuwa unapewa
7,000, 8,000 ndo 10,000 uko ni hela kubwa. Yani kupewa 10,000 naona hapa leo nimetengeneza hela. 10,000 ni hela kubwa kwangu. Na kwa sasa hivi hizo kazi za mtandaoni unaingiza shilingi ngapi kwa siku? Kama tu ile uko unaona hela kubwa na sasa hivi unaona kama vile ni hela ndogo. Sasa hivi kwa siku natengeneza shilingi. Sasa hivi sio ningesema natengeneza hela kubwa, lakini kimsingi ambacho nakiona kwa upande wangu, ambacho nakiona kikubwa ni kutumia fursa hizi, ni kwamba zinakupa uhuru kwanza. Speed yako ya kufanya kazi ndio inayokuokoa. Lakini ukiwa kule kwenye saidi ya fundi ilikuwa kama malipo ni 8,000 kwa siku, mmekubaliana 8,000 kwa siku, watu jitumaje? Hata usipojituma utatumikishwa. Kwa uamuzi mmoja, jitume mwenyewe pale kwenye saidi ya fundi utumikishwe. Sasa huko ni wewe mwenyewe, ukianza unajituma zaidi unatengeneza faida kubwa. Kwa mfano sasa hivi naweza kusema sio faida kubwa, lakini ni kubwa. Kwa siku sasa hivi, kwa mfano kwa platform ambayo nipo nayo kwa sasa hivi, na mwezi mmoja naweza kaona balance yangu ambayo nimetengeneza ndani ya mwezi mmoja. Hii hapa ndani ya mwezi mmoja na wiki kama 3 hivi natengeneza hiki kiasi. Hiki hapa nadhani kigawanya kwa siku ni zaidi ya 50,000, 100,000 kwa siku. Sijui ni kiasi gani nitengeneza kwa siku exact, make siku hazitabiriki. Kuna siku zingine tutengeneza 200,000, uchangapa 200,000 kwa siku imekaa. Siku zingine 100,000. Ongea. Na pia kwenye hiyo biashara ambapo unapata hiyo kama vile 50,000 kwenda juu kwa 100,000 shilingi ngapi? Je, kuna hasara zozote unazopata kwenye hiyo biashara yako? Kwenye hasara ninazopata kwenye biashara mtandaoni, kumbuka hizi ni biashara za mtandaoni. Hii tukimaanisha kwamba biashara za mtandaoni, maana yake biashara yote inahitaji watu kimsingi. Sasa wakati inahitaji watu, lazima watu wakutafute. Kwa inafika sehemu watu wanakutafuta wengi sana. Wakutafuta wengi, tunatumia sana hizi WhatsApp. Wakutafuta wengi, WhatsApp zinapigwa sana bani. Sasa hii kupigwa bani, muda mwingine unashangaa wale watu bado hawajawa wateja, hawajamalizia, bado wanaendelea kufuatilia kuamini kupitia status zako, namba inakuwa bandi. Au WhatsApp wanapiga bani. Kwa hiyo hapo ndo mwanzo wa hasara. Huko umepost content yako, unategemea kwamba ile content ikuletee matunda, wale watu wakutafute, baada wamekutafuta, alafu wale watu ambao wanakutafuta kupitia ile namba ambayo uliweka inapigwa bani. Kitu hicho kinarudisha sana nyuma. Sawa. Kama wewe ambapo umepata mafanikio, na washaurije ni wadogo zako ambao chini yako, kaka zako, baba zako, yani washaurije na wenyewe kuhusiana na hii biashara inaweza kuwasaidia nini? Yani na washaurije wenyewe kama wewe. Hii ni biashara kimsingi, ni biashara na ni kazi kama kazi zingine. Na pia ni fursa kama fursa zingine. Watu wengi ambao wanajioni kwenye biashara kama nilivyosema, wanataka mafanikio haraka kimsingi. Lakini haya mafanikio haraka hamna mtu anayefanikiwa haraka. Wengi ataishia kulaumu, kuita scammer, kuita nini, lakini kumbe ni kujifunza. Mimi ushauri wangu kwao ni kwamba wajifunze, wakomae, hapa mafanikio yapo. Na hisi atoka amekuelewa. Hatakia kama kufanya atafanya, ambaye ataacha. Atana haifai nini? Kama ni utapeli ataacha.